sio kukimbia. Mdogo wangu Juma, naona umekuwa sasa, umependeza nini? Kweli mdogo wangu umependeza. Vipi wifi unaye nini mwanangu? Hapana. Acha kunidanganya bwana. Nyinyi watoto wa siku hizi kidogo tu mkikuwa lazima mpate mawifi. Hapana bado. Bado? Sasa Ima, mimi kuna bwana nimekuita hapa, nimeona kwanza mdogo wangu sasa hivi umekuwa na unajua maisha, unaelewa? Sasa kuna kazi mimi nataka nikupe bwana Ima. Sio unaweza kunisaidia, ila naamini unaweza bana. Unakumbuka shemeji yako yule? Nani huyu? Si Juma. Oh, Juma. Si unampata vizuri? Yeah, nampata vizuri. Na mke wake unamjua vizuri? Namjua vizuri kabisa. Kabisa? Yeah. Sasa mdogo wangu Ima, mimi nataka unisaidie jambo hili. Mimi nataka umuue mke wa Juma. Nimuue? Wewe unashangaa nini? Mbona kuwa kitu rahisi sana? Afu ni mtoto wa kiume, kwa nini ushangae? Wakati jambo rahisi tu. Mimi siwezi kumuua binadamu mwenzangu. Yaani binadamu aliozaliwa na mwanamke kwa uchungu. Nimuue? Sikia Ima, mimi naomba unifanyie kazi yangu. Endapo ukimuua mke wa Juma, mimi nitakupa milioni hizi, milioni 2. Na ukifanikisha hili jambo, nitakupa zaidi ya hiyo pesa nilokuambia. Naomba ufanye hivyo. Hapana. Mimi siwezi kuua. Alafu Vivian, toka umetoka mjini, yani sijui umekuaje. Angalia sasa mavazi unavaa mavazi ya uchi, mdomoni umepaka marangi, umevaa manywele ya ajabu. Yani sijui umekuaje kabisa. Hivi yule mzee chuma kwa chuma cheche akikuona hivi. Kazi yangu unafanya ufanye. Mimi siwezi kuua. Sifanyi kazi yako. Sasa siri hii niliokupa unajua wewe na mimi. Endapo nikisikia sehemu yoyote, ardhi itakuwa ni ya kwako. Mimi naondoka. Kaa na hiyo. Sasa wewe ni ndani hapa unanishika? To mambo kani hayo unakuchapa unanishika unanichua mimi? Wengine sisi tunaishi kama Ikulu pana, mambo kani haya tunashika wewe mke wako unamtampua wewe. Na kuambia sio unanisokelea mambo kani haya. Kaka nilikuwa namuulizia Amina au Ashura. Nilikuwa namuulizia Ashura au Amina kabisa, unaelekeza sauti yani mpaka kwa uchasiri. Umekucha hapa unanishika au nitampua mimi ni nani? Hata pila salamu. Nauliza. Eti, nakwambia pila salamu. Samani, mimi hapa kijijini ni mgeni. Nilikuwa namtafuta ndugu yangu anaitwa Amina, jina lingine Ashura. Unamtafuta Amina au Ashura? Unakula kai? Hapana. Wewe umesema unamtafuta Amina au Ashura? Bwana hapa kichichini kwa kweli sijawahi kusikia majina kama hayo. Amina au Ashura. Kwanza wewe umetokea wapi? Nimetokea Dar es Salaam. Sasa mbona unaongea unasokea mimi niliko huko bwana. Mimi mke wangu akicha hapa itakuwa matatizo bwana. Lakini kaka mbona wewe mgomvi? Mimi nilikuwa najikinga tu jua. Na niuliza mimi mkofi? Haya ongea haraka uondoke hapa. Haiwezekani mimi unakuja unanishika alafu na nani unanisogelea. Kwa mambo kani hayo bwana? Huyo Apina yuko chochote. Huyo ndugu yangu, yani ni mdada fulani hivi, mwembamba, mrefu kidogo, afu mweupe. Mwembamba, mrefu kidogo, alafu mweupe. Kwa kweli sijawahi kusikia kabisa majina ya kina Ashura mimi hapa. Sasa kwa nini wewe usiende kwa mwenyekiti Kitogo? Kina mwenyekiti Kitoko ni watu wa hasiasi. Anaweza kawa na majina ya hao watu. Ila kuna msehe mmoja anaitwa Chuma kwa Chuma. Yule msee sema yeye katoto kake ni hivyo keupe kasuri, lakini kanyoe soka Ashura kanaitwa Kafifiani. Wewe umesema unamtafuta Ashura, sikole soka Ashura kale ni Kafifiani.
Mimi nakushauri bora ungeeta kwa mwenyekiti. Sasa wewe tata, mbona pato unaendelea kunisogelea bwana? Mambo gani haya? Mimi nakwambia usinisogelee bwana, mke wako atakucha hapa atakufuruga kweli kweli. Hebu kwanza ondoka hapa. Ondoka bwana. Mambo gani haya tunakuja tunashikana hapa ndio nini sasa? Unataka mke wangu ajani? Yaani nakwambia wewe mimi mke wangu nakwambia kicha hapa atakufuruga sasa hivi. Yaani nyinyi watu wa vijijini hamna hata huruma. Yaani nasema watu wa kijijini si wasenu tunaishi vizuri na wake zetu. So unakucha hapa unakuta unaniletea fishawishi. Mambo gani haya bwana? Kashali changaja tayari ananiletea mambo ya achabu. Watu wa chini bwana, yani watu wa chini. Nakwambia bwana, Kafifia ni kameruti. Kalikuwa Dar es Salaam kameruti tena hapa Kichichini. Kametoka Dar es Salaam kameruti hapa Kichichini. Yaani nakwambia katoto kameruti ni kasuli. Unatapua kasuli. Yaani nakwambia huu msee chuma kwa chuma bwana. Na shangaa yeye ni mweusi lakini katoa katoto kasuli ni kama kabwalapu. Na kalifotoka kutoka huko Dar es Salaam, yaani kameruti katoto kasuli. Kananiambia turutiane. Sasa ndo hivyo. Siwezi nikarutiana nako kwa sababu mimi tayari nishaoa. Itafanyaje? Nishaoa. Vipi ndugu yangu? Bora mimi naongea afu umekaa tu kimya unaniangalia ni kama nimekaa peke yangu vile. Bwana Musa. Unajua lengo la Vivian kurudi hapa kijijini. Anataka kumuua mke wako. Epu kwa salutia sijakuelewa vizuri. Yaani umesema? Nasema hivi. Lengo la kurudi Vivian hapa kijijini. Anataka kumuua mke wako. Yaani bwana, mimi najua shida yako ni nini. Yaani hapa tayari unaanza kuniletea story hata hasina pele, hasina nyuma. Mimi najua unamtaka Vivian, katoto kameruti kaepeke kama mwalapu. Mimi najua unakataka. Wewe unakataka kale niambie tu mimi nakukulekeshea. Bwana Juma. Nipo serious na kitu ninachokuambia. Lengo la Vivian sio zuri. Kanae mbali. Atamuua mke wako. Ila bwana Ipanueli, yani Ipanueli unaflasha kweli. Yani Ipanueli. Sikia nikwambie. Mimi nachua kale katoto kaliforuti. Umekaona katoto kasuli, katoto kama kamwalapu. Wewe niambie tu. Mimi kale nakulenkeshea. Mimi kale pale Kafifiani huku nikionkeaka mimi huwaka hakapinki. Yaani mimi kale katoto kananisikiliza hakapinki. Wewe niambie tu Bwana Juma, mimi nakataka Kafifiani nifanyie mpango. Mbona mimi kale nakufanyia mpango tuku yangu? Wewe niambie tu kama unakataka. Wewe kale unakataka bwana, usipishe unakataka bwana. Sasa umesikia? Ila bwana Emmanuel bwana, mimi nilikutana naye Vivian. Unanifurahisha kweli bwana. Umesikia Bwana Juma? Mimi nilikutana naye Vivian. Na akaniambia nimuue mke wako. Alinipa kazi ya kumuua mke wako. Akasema nikimuua nipa milioni hizi. Milioni 2? Milioni 2. Sasa usipokuwa makini, mke wako atakufa. Bwana boy kwepi wacha story zako sija sina pele wala nyuma. Wewe cheka tu. Sisi tunao hapa tutoke usinipikie story zako hasina pele wala nyuma. Wewe nachua tu unakataka kale. Wewe unakataka bwana. Bwana Juma, ila mimi nimekwambia. Bwana Ipanueli, usije ukasema sijakwambia lakini. Aya bwana. Kaka samahani. Eti hapa kuna njia? Dada samahani. Eti hapa pana njia? Tatizo lako na wewe, sogea basi. Ngoja bwana, subiri kwanza. Kwanza salamu kwanza, sisi tulivyolelewa kwenye maadili yetu. Ukikutana na mtu unamsalimia. Sawa, kaka rasaizi, habari yako? Unakuja tu kaka samahani, huko kuna njia. Njia ipi? Ya mbinguni.
Samahani. Subiri sasa, mbona unanishika sasa? Wewe ongea tu bana, usiniguse. Kwani mpaka unguse? Nilikuwa namuulizia dada mmoja anaitwa Ashura au Amina. Anaitwa Ashura. Subiri kidogo. Ili siko hili la huko lina shida kidogo. Unamuulizia dada anaitwa Ashura, jina lingine anaitwa Amina. Utakuwa unafahamu? Sifahamu. Kweli? Wewe simjui bwana. Sasa mbona ngusagusa na wewe? Subiri. Asa ulipo mzuri hivi. Mzuri wapi bwana, wewe subiri. Basi nielekeze kama kweli unapafahamu kwao. Subiri bwana, wewe kwani siongee tu vizuri mpaka uniguseguse? Basi nielekeze kama kweli unapafahamu. Mimi sipafahamu kweli vile. Sipajui. Kusema kweli mimi sipajui. Kweli? Sipajui. Sipajui bana. Kabisa? Kabisa vile kweli. Sipajui. Sasa sikiza nikwambie. Mimi nilikuwa na shida kweli. Wewe sema kama unahitaji kitu chochote mimi nikupatie kusudi unielekeze kwao. Sasa kitu chochote kama nini sasa? Chochote tu utakachotaka wewe. Kitu chochote kama nini? Subiri. Kama nini? Chochote. Kitaje sasa. Ukisema chochote mimi unanichanganya kidogo. Yaani wewe chochote sasa unasema bwana mimi nitakupa kitu fulani ili nifunguke. Sasa unaniambia chochote mimi Kwani unajua mtu mzima kusema mimi sio mtu mzima bwana. Subiri. Bwana subiri usije ukanibaka. Wewe umekaa kama jini wewe. Mimi mpaka ukitaje ndo tutasema. Basi nitakupa hela. Sasa hela hata sisi nazo huku tunalima miwa huku. Haya basi tuache. Wewe unataka nini? Chochote. Hebu niambie unataka nini? Wewe hapa unaongelea hapa. Wewe ndio useme sasa, ndio useme. Wewe ndio useme sasa utanipa nini? Hela tumelizoea hata sisi huku tunazo. Taja kitu cha ajabu ambacho utanishawishi. Bwana subiri. Kitaje sasa? Mambo gani? Unawakika? Bwana mimi naona aibu wewe. Hivi vitu bwana mimi sijui, subiri. Kama kweli sawa ninakupeleka. Kweli? Twende basi. Kweli lakini utanipa? Nitakupa. Jamani. Subiri bwana. Alafu kiuno kinaniuma penzetu. Twende. Twende. Jamani. Hilo begi? Ila kwangu. Sawa. Twende basi. Mama. Yaani wewe unataka kuniambia hivi tangu tunatoka huko mpaka tunafika hapa hakuna hata kijipoli ambacho umekiona tukaenda tukamaliza? Pole hapo. Sema sasa. Mimi mwenzio naona aibu. Aibu gani unaona? Tunamaliza tu. Ngoja kwanza. Yaani hata huko tulikotoka kuna vichaka tena vizuri. Majani yamevimba namna hii, yani hamna mtu yote anaona. Sema sasa hata hapa yenyewe usingenikumbusha. Tingezurura, yani tingeenda huku mpaka saa 8 za usiku. Mimi mwenzio na kawaida hii moja. Mimi kwanza siwezi. Yaani mpaka unianze wewe mwenzio ndo ugonjwa wangu. Kwanza hivi siwezi. Na mwaka sasa hivi ninatembea tu kama dume la nyani peke yangu. Nikimwona mtoto wa kike hivi ninatoroka. Unakuta sometimes wananiita wewe nakimbia zangu. Yaani siwezi, nina mkali mbaya wa hivyo vitu siwezi. Kwa usingenikumbusha. Mpaka sasa hivi ningekuwa tunazurura tu. Tatizo wanaume wa vijijini ndio mko hivyo. Sio ndiko hivyo ndio nilivyo mimi mwenzio ndio nilivyoumbwa. Sasa sijui ni ugonjwa, sijui matatizo gani hata sielewi. Basi hata hapa panafaa. Hapa bwana ni uongo bwana, subiri hapa sio pazuri. Wewe tatizo lenu nyinyi wavewa mjini hamna nidhamu. Hivi hapa kweli unaweza kufanya kweli na akili zako timamu maadili hayo? Wewe umezaliwa wapi wewe? Barabarani. Usimkodolee macho. Bwana subiri basi kwanza. Subiri. Sawa. Hapa uwezo ukafanya sio pazuri. Kwanza kuna mimboga ya watu wanakula. Sawa. Uwe na akili timamu. Sawa. Sasa cha kufanya. Wewe unamtaka Ashura.
Ndio. Si unamtaka Ashura? Ndio. Mimi naenda kukuletea Ashura hapa hapa, nisubiri. Au kuna sehemu nimekukwaza? Hujanikwaza popote. Nisamee basi. Sikiliza, mimi huwezi kunikwaza, sawa? Hujanikwaza kabisa. Kwanza hata kwa kugusa ninaogopa. Hebu nichumu kwanza. Asante. Nichumu tena kingine. Katatu. Basi. Naenda kukuletea Ashura. Sawa? Namleta hapa hapa. Wewe unamtaka tu Ashura? Mimi naenda kumleta. Kwanza nikimleta, hiyo zawadi yangu itakuwa nzuri zaidi. Ndio. Usiondoke sasa. Ukiondoka imekula kwako. Humpati. Basi usinidanganye. Sikudanganyi mwenzangu. Tumetoka mpaka kule. Mpaka hapa tumefika, sija kudanganya. Umenipotezea time. Wazungu wanasema time. Sawa. Alafu kuna kitu wewe ukifahamu, sawa? Nikwambie tunakuibia siri, usimwambie mtu, lakini sawa. Unafahamu mlima Kilimanjaro? Si unaujua? Ndio. Yale mabarafu unajua? Mimi na mzee wangu ndio tunayatengeneza. Hata serikali haijui, usimwambie mtu. Sawa, nisubiri nienda kukuletea Ashura sasa hivi. Sawa. Binti, habari yako? Salama baba, shikamoo. Mbona uko peke yako? Una tatizo? Ndio baba. Una tatizo gani? Baba, kuna mtu namtafuta. Unamtafuta mazingira haya? Basi karibu nyumbani. Nyumbani kwangu ni hapa karibu tu. Karibu ukanieleze nani unamtafuta. Sawa babangu, nashukuru. Twende. Binti, umesema kuna mtu unamtafuta. Wewe mwenyewe unaitwa nani kwanza? Baba, mimi naitwa Brandina, natokea Dar es Salaam. Brandina. Ndio. Nimekuja huko namtafuta dada mmoja hivi. Anaitwa Amina, jina lingine anaitwa Ashura. Ashura au Amina? Ashura ni Ashura na Amina ni watu wawili tofauti ama ni mtu mmoja? Hapana baba yangu, yaani yeye ni mtu mmoja ila anatumia majina mawili. Ukimtafuta kwa Amina unampata, na ukimtafuta kwa jina la Ashura pia unampata. Yukoje Amina? Okay, yaani huyo binti baba ni kabinti fulani hivi, kimbamba kiasi na sio mnene sana, hapana. Yaani yuko hapo katikati, ila ni mrefu kidogo na ni mweupe, ila macho yake ni makubwa. Macho yake ni makubwa. Ndio. Sawa, nimekuelewa. Utakuwa unamfahamu? Kwa haya majina kidogo sijapata picha vizuri, lakini kwa jinsi alivyo, hebu tutoke, hebu tutafute sehemu nzuri kidogo ambayo tunaweza tukakaa tukalizungumza hili swala vizuri. Nadhani tungepata nafasi ambayo tukakaa sisi wenyewe tu kuliko hapa nyumbani. Unajua wajukuu zangu na watoto zangu mida yao ya kurudi mashuleni inakuaga hivyo. Hiyo mambo kama haya si vizuri sana watoto wangu wakayafahamu. Lakini mbona kama una wasiwasi baba? Hapana, sina wasiwasi. Nataka nikusaidie. Wewe shida yako si unamhitaji huyo mtu unayemhitaji? Ndio. Tukikaa sehemu safe utajua jinsi gani ya kukusaidia. Sawa baba. Binti, nimekuita huku pembeni ili unielezee vizuri kuhusu swala lenu la kumtafuta, swala lako la kumtafuta mtoto wangu. Kwa sababu jinsi unavyoelezea huyo binti jinsi alivyo kwa hapa kijijini,
nahisi ni mwanangu, kasoro majina tu ndio sio ya kwako. Mimi nashukuru sana baba yangu, kwa sababu najua mpaka hapo umeshatambua ni mtu gani ninayemtafuta. Mimi kweli namtafuta binti yako ambaye sisi kule mjini tunamtambua kwa majina ya nani? Amina na Ashura. Huku nyie mnamtambua kwa jina hilo la Vivian. Huyo binti nimemtafuta muda mrefu kweli, mpaka nafika kwako ni muda sana baba. Na ni kitu gani haswa kinachofanya umtafute? Sawa sawa. Huyo mwanao kipindi yuko mjini alikuwa anajiuza sana katika majumba mengi ya sinema, madangulo huku na kule. Lakini katika pilika zake za utafutaji akakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Loki. Loki akampenda binti yako kwa sababu inaonekana amemwona kama ni mchakalikaji, ni mtafutaji kama sisi ambavyo tunatafuta. Siku moja katika pilika zetu bosi wetu akaja akatupatia pesa nyingi sana, kama milioni 500 hivi. Lakini wakati tunazungumza na bosi wetu, mwanao akiwa ndani, akaondoka na zile hela. Na ndio maana sisi tumeondoka kuja kumtafuta binti yako, atupatie sisi pesa zetu tumrudishie bosi wetu. Maana sisi mjini tumeshindwa kuishi baba, hatuna amani yoyote. Baba yule anataka pesa zake. Kwa maelezo ya milioni 500 kidogo yananipa mashaka. Maana mimi najua wewe baba, mapigo yako ni kama ya kwangu. Yaani mapigo yako wewe ni kama ya kwangu. Kwa mimi ninachohitaji ni hizo pesa tu kutoka kwa binti yako. Yaani kitu kinachonitia mashaka ni kuhusu pesa. Kwa sababu gani? Huyu binti yangu toka amekuja hapa sasa hivi ana wiki kadha wa kadha, lakini sikumuona dalili yoyote ya kuwa na pesa. Na ninavyofahamu binadamu alivyo, akitoroka sehemu alafu akaenda na pesa kwenye kijiji chao, lazima ataonekana kuwa na pesa. Lakini yeye hakuonyesha dalili zozote. Kwa hiyo nahisi labda si wa kwangu unayemtafuta. Huyo unayemtafuta labda atakuwa mwingine. Kwa baba wewe huniamini? Siamini kwa sababu ya hii milioni 500 hii. Hii milioni 500. Hii milioni 500 ndio ambayo siamini. Sasa kwa taarifa yako nikwambie baba, mwanao ana pesa zetu milioni 500. Na ndio hapa ninapozizungumzia. Sizungumzie kitu kingine. Ni milioni 500 ndio nazozihitaji. Nisikilize. Kwa swala la milioni 500, hicho kitu futa kwenye akili yako kuhusiana na mwanangu. Na pale kwangu usikanyage tena. Yule mtoto wangu nimezaa wale watoto wako wawili tu. Na mama yao alikuwa ni mkaburu. Alifariki akaniachia zawadi ya wale watoto. Kwa sitaki usogee pale nyumbani kwangu msogelee mtoto wangu, kwa sababu milioni 500 zako hanazo mwanangu. Na endapo utasogea pale nyumbani kwangu, utanijua kuwa mimi ndio chuma wa chuma, cheche wa cheche. Na ukisogea nitakuweka chuma. Alafu kingine ninachokuachia, kuweni makini sana hapa kijijini. Serikali, pana mwenyekiti wa kijiji, pana afisa mtendaji hapa. Hamjulikani hapa, mmevamia tu. Alafu unaonekana si mtu mzuri kwenye jamii kutokana na maelezo yako. Sasa endapo utaendelea kufika pale nyumbani kwangu, pia wao sita kuwaambia kuhusiana na wewe, lakini kwangu usikanyage, chuma wa chuma, cheche wa cheche. Ukija kwangu nitakuweka chuma. Yaani wewe unanitisha tu. Vipi unaenda? Baba naenda huko mara moja na sehemu na wali. Nisikilize Vivian. Nataka kujua majina mawili. Amina na Ashura. Haya majina ni majina uliokuwa unatumia huko ulikokuwa? Hapana baba, mimi siyajui. Mimi si Vivian. Nisikilize Vivi. Usinidanganye. Mimi ni mtu mzima kuliko wewe. Shilingi milioni 500 za watu ulizotoka nazo mjini ziko.
Ina maana baba, unataka kuniambia watu wa milioni 500 wako hapa kijijini? Wapo hapa kijijini ndio. Hapana baba. Vipi? Hebu njoo kwanza hapa. Sasa unakimbia unaenda wapi? Baba, watu ni hatari sana. Ni hatari hasa ukienda ukikutana nao? Hapana baba. Nisikilize kwanza. Nataka kujua, mimi sitaki kujua kuhusu mavazi. Leo umependeza mwana. Milioni 500 tu. Milioni 500 umeweka wapi? Zile milioni 500 ndio zinazoweza kukusaidia, sio kukimbia. Hapana baba, watu ni mafia sana baba. Vipi? Mimi najua Ashura anaishi wapi. Na Ashura anatumia jina la Vivian. Ni mtoto wa mzee Chuma Cheche. Nilikutana naye huyo mzee. Kumbe ndo babake Ashura. Na alimdhihaki sana, alimtolea maneno ya shombo sana. Sasa tunaanza naye mzee. Yesi anajiita chuma kwa chuma, mzee wa kupiga gani. Sasa tunaanza naye yeye. Sijui umenielewa? Hapana, wala hatuwezi kuanza naye yeye.